Kuna baadhi ya utata ambao watu huwa nao kuhusu kutumia vipandikizi kama njia ya uzazi wa mpango. Huenda na wewe una huo utata, na wengi huwa wananiuliza kuhusu njia hizi za vipandikizi. Mengine huwa wanapata majibu kamili, lakini mengine huwa hawapati majibu kamili kabla hajamuona mtaalamu wa afya. Kwa ukiwa unajiuliza usipopata majibu kamili, wananiuliza, nitauliza mtaalamu mwingine wa afya. Hivyo basi leo na mimi nitakuletea baadhi ya utata na majibu yake kuhusu njia hii ya vipandikizi ya uzazi wa mpango. Kwanza kabisa, homoni zake hazibaki ndani ya mwili wa mwanamke. Huacha kufanya kazi pale tu kinapotolewa. Hivyo basi mtu asiendelee kujidanganya kwamba ukikitoa homoni zinabaki ndani ya mwili. Hapana, ukishakitoa tu kinaacha kufanya kazi. Pia ni kweli inaweza ikazuia mzunguko wa hedhi. Hii ikikutokea sio hatarishi, ni hali ya kawaida. Hii inakuwa sawa tu na kutopata hedhi wakati wa ujauzito, hivyo haina madhara yoyote. Itakuwa na madhara endapo tu pale utakapoacha kutumia njia hii alafu usipate hedhi. Na kuhusu utasa, vipandikizi havimsababishi mwanamke kuwa tasa. Ukiwa tasa ni matatizo yako wewe mwenyewe au kufuata utaratibu, lakini vipandikizi havimsababishi mwanamke kuwa tasa kama wengi wanavyodhania. Pia kipandikizi hakiwezi kwenda kusafiri au kutembea katika sehemu zingine za mwili kama watu wanavyodhani, bali huwa kinakaa sehemu moja tu mpaka kinapotolewa. Sawa? Asante kwa kunisikiliza. Pia kama una swali tata lolote kuhusu vipandikizi, naomba niandikie hapo kwenye